رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tukiwa katika kipindi chenye kuelezea mtu ambaye kwamba anataka kuelekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, afate kila njia ambayo kwamba itamridhisha Mola Subhanahu wa Ta'ala katika dunia yake na katika akhira yake. Akiondoka katika maisha kama haya, awe ndani ya maisha haya amekaa kwa vizuri, na maisha ya mbele nayo ya akhira pia yampate kwa uzuri. Ili mtu afanikiwe apate hayo, ni lazima kuna taratibu na njia maalum ambayo kwamba anafaa kuifata, na njia hiyo imeelezwa na ulama wengi, na sisi tutaeleza kulingana na kitabu ambacho kwamba cha al-Imam al-Haddad alichokieleza Adab Suluki al-Murid, ili tujue namna gani na sisi katika maisha yetu haya tuweza kupita salama insha Allahu Ta'ala. Msingi wa haya maneno yanatokana na aya ya Mola Subhanahu wa Ta'ala anayotuambia, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala alivyotumia kilma cha yurid, ndo hata al-Imam kitabu chake akakiita Adab Suluki al-Murid, akamuita murid, yule mwenye kutaka. Na hii aya imetufahamisha suala la dunia na suala la akhira. Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia, man kana yuridu al-ajilata, yule ambaye kwamba atakuwa anaitaka dunia. Na dunia hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala kaita ajila, ni kitu cha haraka. Mtu anakiona kiko mbele yake, anataka kupatiliza na hakitokaa bali kitaondoka. Basi mtu kama huyo, ajalna lahu fiha ma nasha'u, na sisi tutamharakishia kumpa kile ambacho kwamba sisi tunachokitaka, liman nuridu, kwa yule ambaye kwamba sisi tunamtaka. Bimaana kila atakayekuwa na pupa la dunia, sio kila mmoja atapata, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataangalia yule wa kumpa na yule wa kumnyima. Kwa hiyo mbio ambazo kwamba watu wanaenda katika ulimwengu, utaona kuna watu wanafanya bidii kubwa sana, lakini wanachokipata ni kichache, na wengine wanafanya bidii chache, wanachokipata ni kikubwa, na wengine wanafanya bidii kubwa, wanapata kikubwa, na wengine wanafanya bidii chache, wanapata kichache. Kila sampuli utakuta, kwa sababu haya yote yako katika milkia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndo anasarifu vile anavyotaka. Kwa hiyo namna wewe utakavyofanya bidii katika dunia yako, ujue ya kontroliwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kipi ambacho kwamba utakachokipata. Mola Subhanahu wa Ta'ala kisha akatuambia kuhusu huyu mtu ambaye kwamba yeye aitaka dunia, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Huyu ambaye kwamba atakayekuwa yaitaka dunia, na sisi pia tumfungulie tumpatie, basi ajue baadaye tutamuingiza motoni, na katika moto huo atakuwa yeye ameingia hali ya kuwa yeye ametukanika na amekuwa mbali na rehma ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hii aya isifahamike ya kuwa Muislamu hafai kuitaka dunia, la. Hii aya yatufahamisha mtu anapokuwa anataka dunia peke yake bila ya kufanya hesabu nzuri za akhira, nayo ataipata namna gani. Kwa hiyo yule anayetaka dunia tu, hana habari ya akhira, hana habari ya sala wala saumu wala Qur'ani wala mema wala, yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye maisha yake yuko mbali, hana hesabu, basi huyo ndiye ambaye kwamba aliyokimbilia na kuitaka dunia, basi mwisho wake ataingizwa motoni. Mbali ya kuwa dunia Mwenyezi Mungu atampa, na vile vile atambue ya kuwa akhira atakuwa hana kitu na maisha yake atakuwa ni mabaya. Baada ya kufahamishwa huyo mtu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufahamisha mtu wa pili,
wa man arada al-akhirah, na yule ambaye kwamba yuwataka siku ya mwisho ambayo kwamba ni ya kiyama. Taban sote tutakwenda kwenye kiyama, hakuna ambaye kwamba hatokwenda. Huyu ambaye kwamba yuwataka dunia ataenda, na yule ambaye kwamba anataka akhira pia ataenda. Lakini lengo la akhira hapa ni kitu gani? Ulama wanatuambia arada al-akhira, mwenye kutaka pepo. Huyu ambaye kwamba anataka pepo, wasaa laha sa'yaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufahamisha kuwa masala ya pepo sio kuwa ni masala pepo itakuja tu hivi kiholela ulela. Dunia yule atakayeifata tutampa dunia bila ya kuambiwa lazima tujikaze au lazima tufanye kadha wa kadha. Lakini akhira Mola Subhanahu wa Ta'ala atuambia wasaa laha sa'yaha. Huyu mtu ambaye kwamba yuaitaka pepo na vile vile akaenda mbio kihakika ya kuiendea mbio ili aweze kuifikia kwa nidhamu za kwenda mbio za kwenda kufikia hiyo pepo. Waweza ukawa wenda mbio katika kuitaka pepo, lakini ikawa sio sa'i ya kwenda peponi, ukawa wewe ibada zako haziko sawa sawa, kila unachokifanya ndani yake wakiharibu, labda kwa ria, kwa ujbi, kuna mambo mengi. Waweza ukawa wewe saa unaendea mbio kufikia peponi, lakini hukwenda mbio kwa hizo mbio za pepo sa'yaha, ukawa wakosea hapo peke yake. Bidii iko, mbio iko, lakini mpangilio wa kuweza kukufikisha pale vizuri umeukosa, ikawa mbio zile zote zimekuwa ni habaan manthura. Kwa hiyo Mola Subhanahu wa Ta'ala hapa akatupatia kitu muhimu ya kuwa wewe mwenye kuendea mbio kuitefuta hiyo pepo, iwe waendea mbio kwa mipangilio ya kwenda peponi, isiwe wenda mbio na huku waharibu, kumbe ibada zako hazikubaliwi, zarudishwa, umekosa kutekeleza arkani zake, au umetekeleza lakini ukafanya vitu ambazo kwamba zenye kuangusha ibada kama zile ambazo kwamba unazozifanya. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazidi kulitilia mkazo hilo, wa huwa mu'min, na huyu mtu awe lazima ni ana moyo wake umeingia imani kumkubali Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kukubali mitume na malaika na vitabu na akhira na qadari. Awe kweli ndani ya moyo wake pia kuko sawa, kwa sababu isiwe vitendo vya nje vya viungo viko sawa lakini huku ndani hakuko sawa. Lazima achanganye nje yake na ndani yake ziambatane. Kwa hiyo mbio iwepo, la kwanza. La pili, mbio hiyo anayokwenda iwe ni mbio kweli ya hiyo kufikisha katika pepo. La tatu, hii mbio iliyoko nje pia lazima itabikiane na ndani ziwe zimeambatana. Isiwe mtu katika ibada viungo vyake kweli vinasali, lakini moyo wake ndani kuna kufur, kuna shirki, kuna ujbi, kuna riya. Yatakana uziondoe hizi, ndipo pale ile ibada iwe imepata mahali pake. Hawa watu wakifanya hivyo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasifu akisema faulaika kana sa'yuhum mashkura. Basi watu kama hao, hiyo mbio ambayo kwamba waliokwenda nayo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataifanya hizo mbio zenye kushukuriwa, bimaana atawalipa na kuwaonesha mazuri katika siku ya akhira watakaporudi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtu ambaye kwamba anaitaka dunia bila ya kuzingatia akhira kabisa, hawa kuna aina mbili. Aina ya kwanza ni kuwa yeye si Muislamu kamwe, hana imani, hajamkubali Mwenyezi Mungu wala mtume, hajaingia katika njia kisawasawa. Huyu mtu anakuwa ni kafir na ameifata dunia, na mwisho wake utakuwa namna hiyo ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameeleza. Mtu wa pili katika huyu wa dunia ni yule ambaye kwamba yeye amemwamini Mwenyezi Mungu lakini hafanyi matendo, hana sa'yaha wa sa'alaha sa'yaha, hana kweli mimi ni Muislamu, naitwa kadhaa, nimezaliwa labda katika Uislamu, lakini hana sala, hana saumu, hana Qur'ani, hana muamala mwema. Kwa hiyo huyu naye atakuwa ni katika kundi hilo ambalo kwamba litakuwa ni baya la madhmuman madhura. Ima atakuwa huyu mtu ni fasik,
mtu huyu labda ni munafiki, huyu mtu yani atakuwa ana sifa ambayo kwamba itamzuia yeye kwenda katika hayo aliyoandaa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ama yule ambaye kwamba atakuwa yuaitaka dunia lakini vile vile akhira ameiweka ubavuni mwake, yuaiendea mbio akhira kama vile anavyoishughulikia dunia, yuaenda kazini wakati wa swala yuaswali, yuaenda kazini ana na wakati yuafungua Qur'ani yuamlekea Mola Subhanahu wa Ta'ala, yuaenda kazini anaamiliana na watu bila ya dhulma, bila ya matusi, amejihifadhi mwili wake, amehifadhi kila kiungo chake. Kwa hiyo utamkuta katika dunia yuaenda kwa sababu ya riziki na ubavuni mwake pia akhira hakuisahau. Kwa hiyo dunia yake labda imefunguka hasa, amekuwa ni tajiri, ni milionea. Vile vile ukimwangalia na upande wa pili, sio kuwa ni milionea wa pesa peke yake za dunia, ni milionea vile vile katika sala zake, milionea katika Qur'ani yake, milionea katika muamala na watu, yuwakaa nao vizuri, kila mmoja yuwampenda, aheshimu watu, yeye mwenyewe yuwajiheshimu. Kwa hiyo utamkuta huyu mtu ameweza kwenda kwa zote mbili. Huyu hayuko katika madhumuma madhura, yeye dunia atakuwa ameenda mbio ili aipate, lakini na akhira pia ameweka ubavuni mwake bila kuitupa. Huyu mtu atazingatiwa yuko katika hichi kipande cha pili ambacho kwamba yeye ameitaka akhira pepo, kwa sababu dunia ameweza kuitumia katika kumfikishia akhira, kuzidisha makubwa ya kuyapata akhira, kama ni sadaka, kama ni zaka, kama ni kuangalia mambo ya khairi ya hapa na pale. Kwa hiyo aya kama hii haijakataza mtu kutefuta dunia, lakini inakataza mtu kusahau akhira wakati amekuwa yeye ameshikilia katika kufuatia dunia. Ili haya yawe vizuri na yafahamike, kwa vile Mola Subhanahu wa Ta'ala ametumia neno la yuridu, na kilma kama hiki kina mahusiano makubwa na moyo, ndio lazima aya hii inapozungumzwa ubavuni mwake iwe kutazungumzwa pia na aya ya nia, innamal a'malu binniyat. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akitilia mkazo ya kuwa amali yoyote mtu atakapokuwa yuifanya, basi azingatie ni nia gani katika amali kama ile. Uweza ukafanya amali nzuri lakini nia yako ikawa ni mbaya. Umefanya sadaka, umewapatia watu wahitaji katika kuwafariji, lakini lengo lako sio kumfariji, lengo lako wataka kumtumia kwenye jambo fulani. Ukaona mimi sina njia ya kuweza kumtumia huyu katika maslaha yangu mimi, ila nimnyoshe mkono ndo na mimi niweze kumtumatuma katika mambo kama yangu. Inakuwa wewe hili lilolifanya nia yake haikuwa kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu, haikuwa ni kumfariji, bali umetia nia ya maslaha yako mwenyewe ambapo kwamba inaharibu amali kama ile. Kwa hiyo pia huyu ambaye kwamba atakuwa yafanya mambo mazuri, huwezi kuepukana na kuzungumzia ndani yake masala ya nia, ili tendo lilokuwa ni zuri kinje lipate kukubalika kwa Mwenyezi Mungu. Ni lazima na nia iloleta tendo kama hilo iwe ni nia ambayo kwamba ilikuwa ni sawa, ili Mola Subhanahu wa Ta'ala aipokee, isiwe ni amali ya kujifanyisha ili kuonesha viumbe badala ya kumuonesha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa haya ambayo kwamba tutakuwa tumezungumza, tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atutilie tawfik, atufanyie dunia yetu nyepesi, na vile vile akhira yetu iwe na uwepesi, na tufanye mengi yenye kutupatia pepo insha Allah Ta'ala, kwa nia njema ambazo kwamba tutakuwa nazo. Mwenyezi Mungu atujalie kila la khairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان 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 كريم رمضان